Swali ambayo mimi huwa najiuliza kila siku. Watu wanapata wapi nguvu? Wanapata wapi ujasiri ya kuweza kuweka vitu viovu katika mitandao? Unapata mtu ametuma picha ya mtu uchi kabisa, na mtu huyu ameirusha katika mtandao wa Facebook, ameirusha Twitter, ameirusha Instagram na ameirusha X, na pia ameirusha TikTok. Wanga nasema, wanaposema kwamba mtoto hukua kulingana na malezi aliyolelewa, mahali pengine mimi naona kama mzazi atakuwa anaingiliwa bure, anawekewa vitu vya bure. Mzazi amemlea mtoto wake kwa njia ya adabu na nidhamu kabisa, lakini mtoto huyu anapokuwa kule nje anakutana na wenzake wenye adabu mbaya, na anaanza kuiga ile adabu mbaya, anaanza kufanya vitu vya kijinga. Usimlaumu mzazi, sababu mzazi hakai na huyo mtoto kila siku. Wengine wako kwa shuleni wanafanya mambo yao, wengine wako katika vyuo vikuu wanafanya mambo yao, lakini nyumbani mzazi alimwambia wewe kuwa mtoto mzuri. Sasa ukimlaumu mzazi, naona kama utakuwa unambebesha mzigo mkubwa sana. Mimi huwa nakana nasema, mimi kuna watu wananifuatilia katika njia Facebook, watu wa nyumbani, wengine wakapa TikTok. Najaribu kufanya vitu vya heshima. Yes, najaribu kufanya vitu vya heshima. Na wewe kijana, popote mahali ulipo, jua kuna watu wanakuangalia kwenu nyumbani. Unapoamua kurusha vitu vya uchi mtandaoni, wewe utakuwa una akili gani? Utakuwa umelewa kiasi gani mpaka ukasahau kama kuna watu huwa wanakufuatilia? Huoni kama unaaibisha familia yenu? Ni makosa sana mzazi kulea katika njia ya adabu, lakini wewe uko nje ukapatana na marafiki ukaanza kuingia katika njia mbaya, ukaanza kujiingiza kwa miadarati, dawa za kulevya, na ukaamua kufanya vitu visivyokuwa vya msingi na heshima katika jamii. Si tu jamii peke yake, hata taifa na mataifa. Kwa mtu wa heshima, utaheshimika. Fuata njia waliokufundisha wazazi wako, usiwafelishe wazazi wako, usifanye wazazi wako wakaanza kupata shida kwa sababu yako. Unasikia?